Mungu anajua kubalance. Kuna mtu unamwona dada amepewa sura ya kawaida, sio mrembo sana wa kawaida, ila tabia zake, anaomba, anampenda Mungu, anapenda watu. Yaani ukiziona tu tabia zake unasema huyu. Hutaangalia ana pua ndefu au pua fupi au masikio marefu au na milonjo. Zile tabia zake zinafunika vitu vyote. Yaani Mungu anapamba. Kuna mtu amemweka wa ajabu, sio kwamba ana sura ile. Mungu ameweka ndani yake maombi. Akianza tu rika pa sengelele hiraka pepe, unasema pamoja na mengine yote, lakini kwa maombi haya nizae wanangu wao wanaombewa jamani. Mungu anabala. Usifikiri wewe huna kitu, wala usijaribu kulefusha lile pua lako au kulefusha mimacho au mimidomo ukifikiri unadandia aina ya urembo fulani. Unajidanganya. Mungu amekuweka kama ulivyo. Kuna vitu amekuwekea ambavyo havipatikani kwa mtu mwingine yeyote duniani. Uko wewe. Mtu wa kawaida lakini ni mpole, mtulivu. Likitokea tatizo anaanza kuulizwa kwanza, tufanyeje, itakuwaje, anaanza kuwaza madhara yake. Mtulivu. Anajua kutunza watoto, kutunza familia, anajua kumtunza mumewe, anajua wa kawaida. Kwa hiyo ule ukawaida wake umepambwa na Mungu na vitu vya thamani sana, kiasi kwamba watu wanapomwangalia wanaona thamani yake ya juu kuliko kawaida. Ndivyo ulivyo wewe. Naongea na wewe wa kawaida, lakini amepambwa na lulu, umepambwa na madini ya kiroho. Sasa njoo kwenye warembo. Unamkuta mrembo mbishi hujawahi kuona. Ndio maana unakuta warembo wengi hajaolewa, hana Mungu. Kwa nini? Mbishi, anadai haki, yani mkorofi, hachelewi kutukana, kupromosha matusi ni kugusa tu, lakini akitokea unajua yule pale. Ukikaa naye siku mbili unajua hapana, nitakufa. Unajua kama hali yenyewe ndio hii. Mbishi, yani kila kitu, si mwaminifu kwenye kuomba. Wale wengine wale wa kawaida wanaomba reka pasha ya yuko tatara huko anaangalia saa. Hii itakuwa familia kweli? Maombi haya kama ngurumo ya bajaji huko anaangalia saa mara anaanza kutext. Ni mrembo lakini anaanza kutext, amekaa tu hivi, lakini kale kama mtu mwingine kawaida kapale kametulia, yani hakuna mashitata iraka papa. Yani yule mrembo hata wakati wa maombi yamekorea, unaona atoa handkerchief, anaanza kujifutafuta hivi. Unajifuta. Sisi tunamtafuta Bwana. Biblia inasema wakamlilia Bwana naye akawaokoa na dhiki yao na taabu yao, na wakaimba wimbo wa Mungu. Wenzako wengine tunaharibika usoni. Mama shatatata, hauangalii nani atanionaje. Maana sasa roho yangu, nimemimina roho yangu kwa Bwana. Kama alivyosema Bwana, usidhanie kwamba kama alivyosema Hana, usidhanie kwamba mtumishi wako ni mtu asiyekuwa na maana. Nimemimina roho yangu kwa Bwana. Haleluya. Nikiwa naomba naonekana chakaraboti. Lakini ndani kuna lulu za kimungu zimetengenezwa. Nazungumza na binti yangu, usijidharau kwa ajili ya sura ulionayo. Umepambwa na vitu ambavyo wengine hawana. Umepambwa na bidii ambayo hakuna mtu anaweza kuipata. Umepambwa na tabia ambayo hakuna mtu anaweza kuwa nayo. Mungu amebalance. Amekunyima upande huu, akakupa upande huu. Amebalance. Niliwahi kufundisha somo hili kule Mtwara kwa Amosi, nikasema hivi, na ndio maana mkuta mtu kwamba nitaoa mwanamke mrembo, hawachelewagi kuachana.
Na ndio maana kwenye mambo ya mapepo mrembo anafananishwa na alivyo ndege tausi. Ndege tausi wale unawaona wale wanakuwa hivi. Mkiita tu watu kuja, hebu njoo uangalie tausi wangu. Wakikusanyika tu watu hivi, tausi ana kawaida watu wakikusanyika anatanua mabawa yake. Wakati hawapo hawatanui mabawa. Wakikusanyika watu wawili unamwona tausi amepanua mabawa yake anaanza hivi. Watu wanafurahia, wow, wow. Mwambie mwenzako tausi. Yaani anapamba yake, anaonyesha uzuri wake tausi ule, lakini ni wa muda tu. Wakitoka watu huyo. Kama uko na dada binti yangu, karibu mwambie umepambwa kwa lulu za mbinguni. Usitafute mambo mengine. Mungu anajua kubalance. Sema kubalance. Mungu anajua kubalance. Unamkuta ni mtu wa kawaida, mwaminifu, anaimba, mwema, anajua kuongea na mume wangu, samahani, imetokea leo tu bwana, haitatokea siku nyingine. Samahani mume wangu, yaishe. Mume kapanda. Anasema samahani mume wangu, na wewe jamani mume wangu inakuwa hivi. Samahani mume wangu, wewe bwana usiongee. Unaona amepambwa. Yule mrembo, kama unataka uondoke, mlango ule pale. Kama utaondoka zako. Yeye unakuta mrembo aliolewa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, hana mtu. Ukimwona sema huyu mrembo sana, mbona hana mume? Kuna issue. Geukie jirani yako muulize, wewe ni mrembo au vipi? Mwambie mimi ni chakarabodi wa mbinguni. Ameshehenezwa na Bwana vitu vya mbinguni. Ninaonekana wa kawaida lakini si wa kawaida. Ninaonekana uso wa kawaida lakini nimepambwa na nuru za mbinguni. Niko kama alivyokuwa Esther wa Biblia aliyeshinda mashindano akiwa ametokea kwa Mordekai. Mwaya niishie hapo mzee, nikapigwa mawe baada ya ibada. Balance, mwambie zako balance. Nasema uongo? Kwenye maisha yako tafuta, ukimwona mtu mrembo sana afu ulize ameolewa. Kama ukipata jibu ndio, uliza mume huyo ni wa kwanza au wa pili? Kama ukiambiwa ni wa pili, uliza hawana mgogoro sasa hivi. Utagundua wana mgogoro. Kwa nini? Kwa sababu ya ile kwamba mimi bwana napendeza sana, unaweza kuniacha? Wenzako wakanitafuta. Tausi. Binti yangu nisikilize. Mungu amekupa hatima isiyokuwa na uhusiano na unavyoonekana usoni. Unaonekana sawa au si sawa? Mungu amekupa kesho inayong'aa kama dhahabu. Usiwe na wasiwasi, songa mbele. Wacha pate ajali urembo utoke. Unataka kuchanganyikiwa. Kwa sababu urembo si ndikuwa silaha, lakini wengine silaha yetu ni matendo mema, kuomba, kumtafuta Mungu, uaminifu, utii, uvumilivu, kubembeleza. Jamani, mume wangu na watoto hawa na matatizo haya, mume wangu tuingie kwenye mambo hapa, itakuaje jamani, hivi na hivi, acha bwana tulia, njoo bwana hapa tuongee bwana, tulia hivi, kaa kwenye kiti bwana, kupenda kaa. Hey chakarabot, njia nyeupe. Yeye ndio wa kwanza kubeba mabegi aondoke. Unapotaka kurudisha mabegi jamani, anaomba mabegi aondoke. Ongea. Lakini Bwana, mstari wa 7. Lakini Bwana akamwambia Samueli. Alionekana Eliabu ndio amepanda na ndiye anazo sifa za kuwa mfalme.
Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake. Kitu gani kinakataa kutazama? Kitu gani kimekataa kutazama? Na wewe unatazama nini? Bwana anasema kabisa, anaambiwa ni mtumishi wa Mungu na ndiye alikuwa nabii mkubwa kuliko manabii wote. Anaambiwa, Samueli, mimi Yehova nakwambia mambo ya kutazama watu usoni achana nayo. Kumbe Samueli naye nyakati zile alikuwa anatazama watu usoni. Nimemkataa. Alafu Mungu anaongezea, usimtazame hata urefu wake. Sema, usimtazame usoni wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu anavyoangalia, maana wanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Pigia Bwana makofi, haleluya, haleluya. Nakwambia Bwana angekuwa anatazama sura, sisi wafupi ingekula kwetu. Lakini ashukuriwe Bwana atazami sura. Mtu kama Amosi ingekula kwake. Lakini Mungu anatazama moyo, tabia za kimungu, maombi, anatazama zile tabia za rohoni. Jenga kuwa na tabia za rohoni, utashangaa iko hatima kubwa mbele yako. Hatima haiko kwenye sura ya mtu urefu wake wala wembamba wake. Hatima ya mtu imewekwa ndani ya moyo wa mtu. Haleluya. Na ndio maana yule mtu aliyemwacha mkewe akavutiwa na sura fulani, hachelewi kupigwa kula alipokwenda. Heri nirudi kwa mke wangu. Mke wako alikuwa kawaida, anajali, anazungumza, mnaongea, akiudhiwa analia, nasema mume wangu yameisha, tusameheane. Akiwa ameumia anaumia. Sasa kwa chakaraboti. Kwenyewe hana formula ya kulia. Kwa wenyewe ukikosea unaandaliwa maji ya moto mwagiwe usiku.